Uongozi mbaya ni maudhui ya 3. Uongozi mbaya ni maudhui ya uongozi maudhui ya uongozi mbaya yamegawanyika kuwili: uongozi mbaya serikalini na katika familia. Pia tunapata uongozi mbaya katika familia. Uongozi mbaya serikalini unaonekana kupitia kwa Mtemile Sulia mwenyewe, ambaye alitawala kwa mkono wa chuma, na kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nchi. Yaani mkono wa chuma ni udikteta, kwamba lile ambaye anasema ndilo linafanyika, liwe linafuata sheria, liwe alifuati sheria, lile ambao Mtemi amesema ndilo linafuatwa. Kwa hivyo huo ni uongozi mbaya serikalini. Mtemi anaonekana kuogopewa na raia wake, na hili linabainika pale Mrima anapomkanya mkewe asijaribu kukutana na Mtemi, kumaanisha kwamba si mtu mzuri. Raia wanamuogopa. Mtawala hapaswi kuogopewa, actually hafai kuogopewa, anafaa kuwa karibu na watu, anafaa kuheshimiwa. Kwa hivyo utawala wake mbaya unafanya wananchi kumuogopa Mtemi. Uongozi mbaya pia unaonekana kupitia kwa kiongozi huyu ambaye anashirikiana na raia wake kuwanyanyasa raia wengine kwa kuwachomea makazi yao. Hii ni ishara ya uongozi mbaya wa kutenga na kupagua raia kwa sababu ya ubinafsi unaotokana na siasa za ubaguzi na chuki. Uongozi mbaya unaendelezwa pia na Chifu Mshabaha. Anamnyanyasa Mangwasha kazini na kutojali kazi nyingi anazotekeleza katika afisi yake. Hayo manyanyaso ni uongozi mbaya. Uongozi mbaya pia tunaonyeshwa kupitia kwa uteuzi mbaya wa viongozi katika serikali ya Mtemile Sulia. Sagiru anapewa cheo kikubwa, lakini kikubwa kinamfaidi yeye binafsi, ili hali mwanasheria Mafamba anayehudumia serikali anahujumu uchumi wa nchi kupitia kwa kesi zisizozingatia maadili na sheria ya nchi. Uongozi mbaya pia unaonekana kupitia kwa viongozi wa nchi wanaoruhusu matendo maovu kama vile ufisadi na uporaji wa rasilimali ya umma kushamiri. Huo ni uongozi mbaya. Viongozi wako wanaona mali ya umma inanyakuliwa na hawaongei. Uongozi mbaya vile vile unaonekana pale ambapo serikali haina mipango yoyote ya kuimarisha ajira kwa vijana wanaohitimu katika shule na vyuo, wala hawana mpango wa kuweka mikakati ya kuwakinga dhidi ya dhoruba za maisha. Huo ni uongozi mbaya. Mtemile Sulia alikuwa ameshinda kiti cha mtemi wa nchi mara mbili. Lakini ajabu ni kwamba hakubadilisha sera za uongozi wala kuweka mikakati ya kushughulikia ukosefu wa ajira na kuimarisha uchumi au kutokomeza ufisadi nchini. Vipindi viwili vya utawala hakuna jambo ambalo alifanya. Angeweza kutoa nafasi za ajira kwa vijana. Ukosefu wa ajira ndio ilikuwa mazungumzo ya siku. Kwa hivyo tunaona kwamba ni uongozi mbaya kwa Mtemile Sulia. Uongozi mbaya katika serikali unasababisha mafunzo hafifu ya wataalamu katika mfumo wa elimu. Wataalamu wasiohitimu vyema kama vile marubani na manahodha wanasababisha maafa safarini kutokana na uongozi usiojali hatima za watu.
Serikali inawaajiri walimu na madaktari wasiohitimu, huku vijana waliohitimu wakikosa ajira. Uongozi mbaya pia unaendelezwa kupitia kwa mtemi wa nchi pale anaposhirikiana na wezi wa mali ya umma, warafi na wa binafsi kuyasiri nchi. Kwa mfano, mtemi Lesulia anamwambia Sagiru ahakikishe jalada la ardhi ya Matango halipatikani, anaposhirikiana naye kuwapoka Waketo wa ardhi yao. Kwa hivyo anamwambia, hebu angalia, huyu ni mtemi, rais wa nchi, mtemi wa nchi, kiongozi wa nchi, anashirikiana na Sagiru kumwambia ahakikishe kwamba jalada la shamba la Waketwa halipatikani, hilo jalada lifichwe kabisa. Kwa hivyo huo ni uongozi wa mbaya. Tunaarifiwa kwamba mtemi hakutafakari ili kujua maana ya uongozi kwa raia wake. Nyenzo za uongozi wa nchi tunaona zikimilikiwa na matajiri wachache wanaoshabikia uwizi wa mali ya umma. Uchumi wa nchi ulikuwa ukisambaratika kwa kasi kutokana na uongozi mbaya wa mtemi Lesulia. Maudhui ya uongozi mbaya pia yanaendelezwa kupitia kwa mtemi Lesulia mwenyewe na familia yake. Hakuweza kumpa mwanawe Ngoswe uongozi aliostahili katika malezi yake. Hii ndio maana Ngoswe anashiriki ulevi, ufisika na kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Maudhui ya uongozi mbaya pia tunayaona kupitia kwa familia ya Mrima. Hakuweza kuwaongoza vyema watoto wake kutokana na ulevi hadi wakamsahau kama mzazi wao.